Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu tena asifiwe. Kwa mara nyingine tunaenda kusoma maandiko katika Methali kuanzia ule mstari wetu wa 5 kuendelea, ambapo nasema ya kwamba ili wasinywe na kusahau maagizo na kupotosha haki za watu wa hali ya chini. Wapeni kileo watu wanaoangamia, na divai wale wanaoteseka vikali. Acha wanywe na kusahau umasikini wao, na wasikumbuke tena tabu yao. Watetee wasioweza kuzungumza, tetea haki za watu waangamiao. Tumesoma neno hili katika Methali ya kwamba wapeni kileo wale ambao wana umasikini ili wasahau umaskini wao. Haya ni maneno kutoka mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwamba wale masikini wapewe kileo, wakanywe wakaleo ili wasahau maskini wao. Mungu hazungumzii umasikini wa pesa, hazungumzii umasikini wa nyumba, hazungumzii umasikini wa magari, bali anazungumzia umasikini ambao unaotokana na imani ya kiroho. Najua mtu wa Mungu utajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini Mungu akasema nendeni mkawape kileo? Manake wale watu waliopotea kiimani, ambao hawana imani ya kwamba kesho Mungu anaenda kufungulia baraka, watu ambao wanataabika wakijiuliza, kwa nini mbona niyapitie haya? Kwa nini haya yanakuwa ni changamoto kwangu? Ndipo sasa Mungu anasema kwamba niwapeeni kileo wakaleo ili wasahau yale matatizo yao, ili watakapoenda kulala wasianze kufikiria mambo yasiyokuwa ya msingi, wasianze kukufuru, wasiende kinyume na mapenzi yangu, bali wakaenda wakasahau ya kwamba kuna matatizo, ili Mungu wakati atakapokuja kuwabariki, anakuja kuwabariki kwa wakati unaofaa, anakuja kuwaokoa kwa wakati unaofaa. Maana unajua ukiwa hujalewa utakuwa unakumbuka, utaanza kusema kwamba ni heri nini nikafanya kitu fulani ili hili jambo litimie, au wacha nikafanya kitu fulani ili sijui niwaeleze vipi, lakini ndio maana Mungu anasema kwamba wapeni kileo. Nadhani tutaendelea kwa wakati mwingine.